Bismillahirrahmanirrahim. Watoto kujifunza huruma kwa wazazi wao ni akiba isiyoharibika, laiti kama wanazingatia suala la safari ya uhai kuelekea kuzeeka. Unafahari sana kuipata fursa nzuri ya kuangalia wazazi kwa jicho la huruma, kuwa ni mwenye furaha na matumaini pale unapoona furaha ya mzazi wako imetanda usoni mwako. Lakini kama haitoshi, itikia amin pale anapokuombea dua kwa Allah akupe umri tawili wenye kheri, riziki ya halali na kujaliwa afya. Dua kama hii ni tabasam la uso la mzee wako mbele yako. Au ukisikia jamii inamzungumza kwa wema mzazi wako, basi nawe nyanyua mikono umuombee mzazi wako kwa kuatika mbegu ya kuzungumzika katika ufunguzi wa ua la moyo wako. Nyumba yenye furaha hakika ni ile yenye kumdhukuru na kumshukuru Allah kila wakati. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akajaa ndani ya vifua vya wanafamilia na kumsalia kama ndiyo wimbo wa upendao unaoimbwa kutoka vinywani mwao. Inawezekana nyumba ya aina kama hii inaonekana ni ya kiajabu ajabu, hususan zama zetu hizi, lakini hakika zipo na zimeandaliwa na wazazi wema ambao walifahamu ujio wa kizazi chao, basi wakatika mbegu njema. Leo hii baadhi ya wazazi tayari wanakula mavuno yao kutokana na watoto wao. Allah azijalie nyumba zetu ziimarike kwa makuzi mema. Kinyume cha nyumba ambazo watoto hawakuandaliwa, basi wasitegemee wakuu wa nyumba hizo kupata mafanikio ya furaha waitakayo. Kwa mifano hii ndiyo maana tunakumbushana wanafamilia vijana ambao hasa tujaze furaha katika nyuso na nyoyo za wazazi wetu, ili kesho na kesho kutwa historia ijirudie tutapozeka. Ndiyo maana ya kuatika mbegu ya ulezi mzuri. Je, ni vijana wangapi wanaoumia pale wanapoona wazazi wao wanyonge, wanahofu, wamejaa wasiwasi na hata wanachelea kuwarudi wana wao. Kijana hodari siyo yule tu aliyepata matokeo mazuri masomoni au kuwa na kazi yenye kipato, lakini kipato cha radhi ya wazee kikawa si kiroja kwao. Maana wakijifanya wamesoma, maana wanajitegemea, maana hawapati wasaa wa kutaka kuziona nyuso za wazazi wao, wakiogopa kutakiwa haja kwa matumizi, maana wamefika. Basi na ajiulize aliyebarikiwa nini maana ya baraka bila saini za wazazi kusainiwa vifuani mwao. Waogope wazee kuliko fedha yako iliyojaa mabenki, au duka lako lililokithiri bidhaa mbalimbali, au godown zilizofanya milima mzigo unapatikana kwa mbebaji kupanda ngazi. Hizo zote ni neema zilizoletwa na ni mtihani kwako. Bila shaka furaha ya Allah ni utimilivu wa hisani kwa wazazi, kwa maana umefuata amri yake. Kijana asiyejali au kutokuwa na hofu wakati anakera wazazi wake na kuwaondolea furaha, huyo anajikaanga mwenyewe hapa hapa duniani, wakati tanuri la kubebua ngozi yake analiandaa pia yeye mwenyewe. Zimekuwa ni stori zenye kusimuliwa na wazazi kadhaa kuelezea maovu na maudhi ya watoto wao kila siku bila kuwa na huruma na kuwa na tabia nzuri, huku wazazi hao wakiwa na nyuso za aibu pale wanapozungumzwa watoto wao kwa tabia chafu, uhuni, ujambazi na jeuri kwa jamii. Huenda baadhi ya lawama zikawa na ukweli wa hitilafu ya matumizi na malezi, hadi watoto wakapata deko lililowatia kiburi, kwa maana wazazi wamekuwa wakiwakingia kifua kila pale wanapoletewa ripoti mbaya za watoto wao. Si yeye wanamsingizia, wanachuki naye, lakini mtoto naye akawa anaridhika na utetezi huo, na kumbe anamjengea dharau na chuki mzazi wake mbele ya jamii. Lakini mengine ni mtoto mwenyewe ametoka nyumba njema ya kwao na kuvutika na akili za kuchangiwa na vijana ambao tayari washaota mbawa na kutoka majumbani mwao. Huo ndio uhuru wa utakao. Mpaka lini wewe unakaa na familia, lakini wanaomshawishi hawamuonyeshi njia, bali awe huru tu kutoka kwao? Ewe kijana, rejesha heshima yako na ya mzazi wako mitaani. Waulize wale walioasi na aliyowafika, basi walipotafakari walijutia kiasi gani.
Usikosane na wazazi na Allah aliyekumba, vinginevyo utaondoka duniani mapepe matupu.